ukishakuwa kiongozi kwenye familia, kwenye misikiti, kwenye jamii yoyote, kubali nasaha, kubali na wewe kushauriwa, wewe sio mwisho. Mtume anatuambia kwamba wale ambao ni viongozi wetu wanasihi kwa maneno mazuri, lakini baada kwamba kwa maneno mazuri, unajua kama kiongozi wangu kuna mmoja ni mtarajiwa linakaaje na shauriana vizuri. Ikimalizia Mtume anatuambia na mambo matatu ambayo tumekatazwa kila wakala. Kila wakala ili kusikia. Nimesikia bwana, wale watu bwana wanasema ni hivi na hivi. Hizo kwenye Uislamu hiyo halipo. Wala hiyo sio hoja. Inatakiwa useme nimesoma mahala fulani. Nimesoma aya fulani, nimesoma hadithi fulani. Lakini kwamba nimesikia fulani alisema, hilo halipo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi yake na katika maneno yake alikuwa akituambia, la taqul ma la ta'lam. Usiseme jambo ambalo hulijui, jambo ambalo huna kanalo, huna thibitisho nalo, usiseme. Acha. Lakini bali wala taqul kullu ma ta'lam, bali usiseme kile unachojua. Kuna mwingine anajua mimi nikisema hapa pataharibika. Labda nikishawahi kumwona mahali fulani au wewe ushawahi kuona mimi mahali fulani ambapo sio sawa yangu, hapo tunasema kwa akili anasema mpaka anatuambia na juzi nimeona nafikiria sasa. Unaangalia kwanza mazingira yanakaaje. Umeona mke wa fulani mahali ambapo sio sahihi, unaenda unamwambia haya kiasi, wale watoto wakaa tu hivyo kwa sababu mpaka tegela gani. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira. Ndio kila wakala useme tu. Na nyingine Mwenyezi Mungu alishasema wala tatumaaliza laka bihi ilmu. Sisimamie jambo ambalo hauna elimu nalo. Kitu ambacho ukisema sijui, huna aibu. Kwani unajua yote hii ni yako. Hii ni Mwenyezi Mungu shehe. Huwezi jua wewe kila kitu. Vitu vingine vyote Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Sio? Sasa anasema Mtume Muhammad, vitu ambavyo Waislamu wamekatazwa na Mwenyezi Mungu ni kila wakala. Ambayo nimesikia amesema akasema, lakini akasema wakathurati suali. Uliza sana. Uliza ni kitu kizuri. Kama darasani wapi, sasa swali moja au mawili napata hiyo. Lakini kuuliza sana, maswali mengi sana hayana faida. Wengine watakuwa sasa ni sana. Yaani kuangalia kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea kuhusiana na habari za Israeli, wakati Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, anamwambia Nabii Musa waambie Abu Bakara, kijeni ng'ombe, wakaanza maswali. Huyo ng'ombe yupi? Kwa size gani? Rangi gani? Tuchukue kwa mama Mahmud au kwa mzee Shirafu? Au huyo ng'ombe mrefu au mfupi? Swali hili sasa tunaambiwa ng'ombe si inaeleweka, inatosha. Kwa hiyo maswali mengi sana, yakiwa maswali mengi sana yanaharibu. Cha pili hicho ambacho Uislamu umefanyaje? Umekataza. Lakini jambo la tatu na la mwisho asema wa idha'atil mali. Na kupoteza mali. Mwenyezi Mungu akitupa nguvu, akitupa umri, akakupa riziki, hakikisha riziki zako au mali yako uiwekea mpango. Isipotee hivi. Shaambia katika ile hadithi kwamba siku ya Kiyama utasimamishwa kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaulizwa maswali matano. Moja katika maswali utaulizwa kuhusiana na mali yako. Swali la kwanza utaulizwa umeipata wapi? Kule kwenye nyumba tunazungumza ama kwenye halali? Ile roho ulifamilia vizuri ama ulilima mashembo? Maswali tuulizwa. Lakini ikishajulikana kama ulilima vizuri au sio vizuri, kama mbwa sio kama mbwa, utaweza tena umeitumiaje? Umeitumiaje mali yako? Soma katika fiki sheria ya Uislamu wameeleza kwamba mali, kwa mfano sio hizi mali. Sasa hivi hiko tulikuwa nilivaa hili la kwanza, lakini sasa hivi Mwenyezi Mungu akichukua ghafla hapa ripoti sio la warithi. Na wale warithi ndio wanaanza wakaamua kwamba baba aziko ndio ripoti usizidi wakikataa sisi nani. Japo mimi nitaenda kujua maswali kuhusu hilo. Kwa hiyo hata kwenye mali hii
Uislamu akamwambia tutaulizwa pia kuhusiana na mali ya Mwenyezi Mungu atupa au mtumiaji. Umetumia katika vikao vizuri kama hivi vya heri vya kukumbukana au kuwakumbuka na kusomea dua zilizopita ama imekuwaje? Mpaka hapo ndugu zangu, wazee wangu, waumini pamoja na wanafunzi wote ambao tuko hapa, naomba nishia kwamba kuzungumza mengi